الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومعلمنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. معاشر المسلمين الحاضرين، أوصيكم مع وصية نفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى فلقد فاز المتقون. ndugu katika imani, baada ya kumhimidi Allah tabaraka wa taala na kuzitaka sala na salam zimwendee mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kuhusiani bila ya kuisahau nafsi yangu kumcha Allah tabaraka wa taala, falaqad faza almuttaqun. Ahibana fillah, Allah tabaraka wa taala ذكر في كتابه الكريم العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه عن وصف النار بآيات عديدة، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام بوصف النار في أحاديثه الشريفة، في الأحاديث التي جاءت متواترة. الله تبارك وتعالى katika Qur'an amekuja kutaja na kuelezea sifa ya moto, sifa mbalimbali za moto, na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi zake ambazo zimekuja katika mapokezi ambayo wamepokea masahaba waliokuwa wengi, zimekuja pia nazo kuelezea kunako suala zima la moto. Ndugu katika imani, moto khuliqat lil-usat min al-jinnati wan-nas, moto ambao umeumbwa kwa ajili ya waovu katika wanadamu na katika majini, na moto huo umeandaliwa kila mmoja katika sisi pale atakapokuwa hayuko tayari kutekeleza taa za Mola wake, na tukaja tukahadharishwa kutokana na moto huo. Na Allah tabaraka wa taala anakuja kuelezea kuhusiana na moto huu, anasema waquduha an-nasu wal hijara, moto huo kuni zake ni watu na mawe. Mezoea hapa duniani, unapotaka kuwasha moto lazima uende porini ukakusanye kuni utumie kama ni kiwashio cha moto huo, au kwa njia za kisasa watu wanatumia gesi na mifano ya gesi katika kuwasha moto, lakini ni mustahil wa amrun la yumkin kwamba inafikia wakati leo moto unachochewa kwa mawe, moto unachochewa kwa watu. Huu moto ni moto wa aina gani? Ni moto ambao Allah ameweka katika ukali wa hali ya juu, ili mradi wale watakaoingizwa katika moto huo wapate kuonja adhabu iliyokuwa kali. Ndugu katika imani, hakika moja kwa moja moto Allah tabaraka wa taala amekuja kuelezea katika kitabu chake, ameuita kwa majina mengi na majina tofauti tofauti. Allah tabaraka wa taala amekuja kuuita moto katika kitabu chake kuwa ni Jahannam. Jahannam ni jina maarufu ambalo yurafu lada alkathiri min an-nas, wengi katika watu wanalitambua hili jina Jahannam. Wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in, hakika ya Jahannam ndio ahadi yao, wao wote wataingia katika moto huo, moto wa Jahannam. Moja katika majina
ya moto ambao Allah tabaraka wa taala ameuandaa liusati nnas wal jin. Moja katika majina hayo ni Jahannam, lakini jina la pili ni ladha. Allah tabaraka wa taala akaja kuita moto kuwa ni ladha, kalla innaha ladha nazaatan lishawa. Huo ni moto ambao kazi yake unababua ngozi za wale watakaokuwa wameingizwa katika moto wa Jahannam. Lakini miongoni mwa majina ambayo Allah amekuja kuyaita nayo moto huu ni al-hutama. Allah akaja kuita moto kuwa ni al-hutama. Wama adraka ma al-hutama, ni kipi kitakachokujuza wewe hutama ni nini? Narullahi al-muqada, huo ni moto wa Allah uliowashwa kisawasawa, moto wa Allah uliochochewa kisawasawa, ambao tad'u man adbara wa tawalla, unamuita kila yule ambaye amekengeuka, alikengeuka kutofuata taa za Mola wake, alikengeuka kutosikiliza na mtume wake, yeye akajiona ni mjanja. Moto huo utakuwa ni wenye kumuita, njoo uingie katika tumbo langu. Ni jina miongoni mwa majina haya, lakini jina lingine ni as-sa'ir. Allah tabaraka wa taala ameuita moto kwa jina la sa'ir. Waqalu law kunna nasma' au naqil ma kunna fi ashabi sa'ir, watasema watu wa motoni, lau sisi tungekuwa na akili zilizokuwa timilifu, akili za kupambanua Mola wetu ametuamrisha nini, mitume wetu wamekuja na nini, ma kunna fi ashabi sa'ir, sisi leo tusingekuwa ni katika watu wa moto wa sa'ir. Lakini kwa kuwa akili zilienda ovyo, vichwa vyetu vilikuwa vimejaa maji, ndio maana leo tumekuwa katika moto wa sa'ir. Allah akaja kuita moto huu kwa jina la sa'ir. Lakini jina lingine ni sakhar. Sakhar, Allah tabaraka wa taala akaja kuita moto kwa jina la sakhar lisuubati harriha wa athariha, kutokana na uzito na ukali wa joto lake pamoja na uzito wake. Lakini jina lingine ni al-jahim. Ni al-jahim, Allah tabaraka wa taala amekuja kuita moto kwa jina la al-jahim, na jina lingine ni al-hawiya. Wama adraka ma hiya narun hamiya, huo ni moto wenye kuwaka, moto ambao Allah anakuja kuelezea katika Qur'an, anasema tarmi bishararin kalqasr kaannahu jimalatun sufra. Moto huo unatupa macheche yale kama maghorofa, unatupa zile cheche ambazo zinatoka katika moto huo ni kama majumba ya ghorofa. Moto huu jamani, umeandaliwa nani? Umeandaliwa mimi na wewe ambao tumekaa kama tulivyoelezea moja katika mazungumzo, wama minna min ahadin illa lahu mawdhi'un fi jahannam wa lahu mawdhi'un fil janna, hakuna yeyote katika mimi na wewe isipokuwa ana nafasi yake peponi na ana nafasi yake motoni. Na hivyo ndivyo ilivyo. Allah kila anapomuumba mwanadamu, kila anapoumba kiumbe mwanadamu, basi ameshamwandalia, anamuumbia na sehemu yake motoni na anamuumbia na sehemu yake peponi. Kwa hiyo hii ni kufuta zile fikra za baadhi ya watu kuona ya kwamba ngoja tuasi sote tumkomoe Allah, tuone atatuweka wapi, tuone hiyo jahannamu yake itaweza kutumeza sisi sote. Kila mmoja katika sisi tayari ana nafasi yake wapi? Motoni, na ana nafasi yake peponi. Kwa hiyo mtu hata aasi vipi, ikatokea wanadamu wote waasi kuanzia wa kwanza mpaka wa mwisho, ma anna dhalika mustahil, pamoja na kwamba hilo jambo haliwezekani na lilishapita, kuanzia wa kwanza Adam mpaka wa mwisho wote waasi, siku ya kiyama Allah ana uwezo wa kuwasweka katika moto wa jahannam, kisha anauliza moto, anasema yauma naqulu li jahannam hal imtalat wa taqulu hal min mazid, siku ambayo tutawasweka watu motoni, kisha tutaongea kuuzungumzisha moto, je, wewe moto umejaa, umetosheka, nafasi kwako imejaa, moto utasema hal min mazid, kuna ziada? Huu ndio moto wa jahannam.
Moto wa jahannam haujai, lakini pia vile vile pepo nayo haijai. Atakayepata bahati ya kuingia peponi, basi nafasi yake motoni itarithiwa na wengine katika waovu watakaoingia katika moto wa Allah. Tunaomba Allah tuepushe na moto wake. Na wale watakaoingia katika moto wa jahannam, ahadhana Allahu min dhalik, nafasi zao peponi pia vile vile zitarithiwa na watu wengine. Hivi wewe unaridhika? Unaridhika nafasi yako ya peponi irithiwe na watu, na wewe ukawe ni katika watu wa motoni? Kila mmoja akae chini na kutafakari hili. Je, linawezekana? أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الصلاة والسلام على سيد الثقلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. دوكت كيمن أوصيكم تارة أخرى مع وصية نفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى فلقد فاز المتقون. دوكت كيمن hakika ya Allah, hizo ndizo sifa ambazo amekuja kusifu moto wake, moto ambao mimi na wewe hatuwezi kuvumilia, moto ambao una darakat, wal jannatu laha darajat. Moto una darakat, darakati ni ngazi kushuka kwenda chini, na darajati ni ngazi kupanda kwenda juu. Kwa hiyo Allah amekuja kuisifu pepo kwamba ina darajati, daraja kwenda juu. Watu watakaoingia peponi watapangana kwa daraja kwenda juu kutokana na matendo yao. Kuna ambao watakaa katika VIP, pepo ya VIP, lakini kuna wale ambao watakuwa katika daraja ya chini kabisa. Lakini hivyo hivyo watu wa motoni pia nao kuna watakaokuwa katika VIP ndani ya moto wa jahannam, na kuna wale watakaokuwa katika daraja, katika daraka ya juu. Yule atakayekuwa chini kabisa ndiye atakayekuwa na adhabu kali zaidi kuliko wote, na huyo atakayekuwa mwanzo ndiye atakayekuwa na adhabu ndogo kuliko wote. Na Mtume amekuja kuelezea kwamba atakayekuwa na adhabu ndogo kuliko wote siku ya Kiyama ni Abu Jahal. Abu Jahal ni ammi yake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haithu yudha fi dahdah min an-nar fayaghli dimaghuhu, atawekwa juu ya cheche zile za moto, au kama ilivyothibiti katika hadithi nyingine kwamba atavishwa viatu viwili vya moto. Viatu hivyo vitaishia katika fundo zake za miguu. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam anaelezea, anasema fayaghli minhuma dimaghuhu, ubongo wake utakuwa unatokota, unachemka kama vile chungu ambacho kimeinjikwa katika moto. Ubongo utakuwa unachemka, ubongo utakuwa unatokota, na yeye ataona hakuna mtu ambaye ana adhabu kali kama yeye siku hiyo ya Kiyama. Na Mtume anasema hakuna mtu ambaye ana adhabu ndogo kama yeye. Sasa huyu ni mtu ambaye adhabu yake ni ndogo zaidi. Fa kaifa bi ashaddi adhaban, ni vipi kwa yule ambaye adhabu yake ni kubwa zaidi kuliko wote? Ndugu katika imani, lazima tukae tufikirie hili. Tunakoelekea kunatisha, lakini kwa nani? Kwa yule atakayekuwa amezembea hapa duniani, hajafanya maandalizi yaliyokuwa mazuri. Tufanyeni maandalizi yaliyokuwa mazuri ili mradi tukapate salama mbele ya Allah tabaraka wa taala. Namalizia hutuba yangu kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuelezea hao watu wa motoni. Mtume anasema inna ghilaba jildi al-kafir 42 dhira'an, hakika ule unene wa ngozi ya kafiri, unene maki ya ngozi ya kafiri. Maki, tukisema maki inajulikana, maki ya ngozi ya kafiri. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema 42 dhira'an, ni dhiraa 42, ni dhiraa 42. Dhiraa ni kuanzia hapa hadi hapa, hiki ndicho kipimo cha dhiraa. Fahadha huwa dhiraa, hii ndio dhiraa. Hizi 42, urefu 42, hii ndio itakayokuwa maki
ya ngozi ya watu wa motoni. Sasa tasawwar kwamba hawa watu watakuwa na viwiliwili vikubwa kiasi gani. Mtume hajamaliza katika hadithi hii, anaendelea anasema, wa inna dhirsahu mithlu Uhud. Dhirsu ni meno chonge, wanaita meno chonge, meno ambayo simba anayatumia kukamatia wanyama, hivyo hivyo chui na wale wanyama ambao wanajulikana ni asibah wanatumia meno hayo chonge katika kukamatia wanyama. Baada ya meno ya mbele manne yanafata hayo, yanakuwa ni manne tu katika mdomo, chini yanakuwa ni mawili na juu yanakuwa ni mawili. Mtume sallallahu alaihi wasallam anaelezea, anasema, wa inna dhirsahu mithlu Uhud, na hakika urefu wa jino hilo chonge la mtu wa motoni, urefu wake pamoja na upana wake ni mfano wa mlima wa Uhud. Ni mfano wa mlima wa Uhud. Kama ulivyo mlima wa Uhud, ndiyo mfano wa jino chonge la mtu wa motoni. Jino moja, urefu wake na upana wake. Tasawwar, hilo ni jino. Huyo mtu atakuwa na kinywa kiasi gani? Yaani kama jino moja ni mfano wa mlima wa Uhud, kuna meno mangapi katika mdomo wa mwanadamu? Haya, mfano hiyo milima ya Uhud iwe mara 32 katika hicho kinywa, huo mdomo utakuwa na upana kiasi gani? Tuachane na mdomo. Haya, tunakuja katika hicho kichwa ambacho kimebeba mdomo, kitakuwa kina ukubwa kiasi gani? Tuache kichwa, tunajua kwamba kichwa huwa ni kidogo katika mwili. Huo mwili wa mtu wa motoni utakuwa ni mkubwa kiasi gani? Mtume sallallahu alaihi wasallam anamalizia hadithi anasema, wa inna majlisahu min jahannam, kikazi cha huyu mtu wa motoni, kikazi chake, makazi ambayo atakaa hapo motoni, anasema ma baina Makkah wal Madina, yeye atakuwa ametosha kati ya Makkah na Madina. Urefu kati ya Makkah na Madina, masafa haya yeye atakuwa ametosha, amefiti katika masafa yote haya katika moto wa Jahannam. Hii ndio itakuwa ni nafasi yake. Akikaa ndani ya moto wa Jahannam atakuwa amechukua nafasi kama ilivyokuwa mbali kati ya Makkah na Madina. Kwa nini watu wa motoni wamekuwa ni wakubwa kiasi hiki? Wamefanywa kuwa ni wakubwa liyadhuqul adhab, ili wapate kuionja adhabu iliyokuwa kali ya Allah tabaraka wa taala. Watafanywa vichwa kuwa ni vikubwa na viwiliwili kuwa ni vikubwa, ili mradi wapate kuonja adhabu. Wapate kuonja adhabu ya nani? Ya Allah tabaraka wa taala. Qala an-Nawawi, Imam an-Nawawi anasema, kullu hadha maqdurun lillahi taala, yote haya ni makadirio na yanawezwa, ni mambo ambayo yameshakadiriwa na Allah tabaraka wa taala na yapo katika uwezo wake. Anasema Imamu an-Nawawi, yajibu al-imanu bih, jambo hili linapasa kuliamini kwamba watu wa motoni watakuwa na ukubwa kiasi hicho, na watakuwa viwiliwili vyao vipo katika namna kama hiyo, na sifa ambayo imekuja kuelezewa, basi hili jambo lipo katika uwezo wa Allah, wa yajibu al-imanu bih, na inapasa kuamini jambo hilo. Ndugu katika imani, tuchukueni hadhari kutokana na moto wa Allah. Tunahadharishwa sana jamani. Watu wa motoni watalia, watu wa motoni watajuta, watawaomba watu wa peponi, jamani tunaomba lao mtunyoshelezee maji tu jamani, tumeshikwa na kiu. Mzazi wako aadha Allahu min dhalik yuko motoni, wewe umeingia peponi, anakushuhudia, anakuomba, mwanangu naomba basi uninyoshelezee walau maji. Siku hiyo ya Kiyama hakutokuwa na kujuana tena, nasabu zimekatika hapa duniani, bali wale watakaokuwa ni wema nasabu zao zitaendelea pia wapi? Zitaendelea akhira. alladhina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatahum, wale ambao wameamini na vile vizazi vyao vikawafuata kwa imani. Allah anaelezea, anasema wale ambao waliamini hapa duniani na vizazi vyao vikawafuata kwa imani. Baba akawa ni mwema na mtoto pia akamfuata baba yake akawa ni mwema, mke akawa ni mwema, na wengine waliosalia pia katika ndugu wakawa ni wema.
Allah anasema alhaqna bihim dhurriyatahum, siku ya kiyama tutakuja kuwakutanisha pamoja, huyo baba pamoja na watoto wake, baba pamoja na wajukuu zake, mume pamoja na wakeze, mke pamoja na mumewe, hivyo hivyo, ili mradi wapate kustarehe tena katika maisha ya akhira zaidi ya vile ambavyo walikuwa wakistarehe katika maisha ya kidunia. Lakini wale ambao ni waovu, nasab zinakatika kabisa hapa hapa duniani. Allah si anasema yawma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi, siku ambayo mtu atamkimbia mama yake, baba yake, vipenzi vyake, watoto wake na wale wote ambao walikuwa kiamiliana nao katika masahiba wake, wote atawakimbia. Kwa nini? Hivi kuna mtu ambaye ana huruma zaidi katika maisha haya ya kidunia kama alivyokuwa mzazi kwa mwanawe, kama alivyokuwa baba kwa mtoto wake, kama alivyokuwa mama kwa mtoto wake? Kuna mtu ambaye ana huruma zaidi ya hao? Lakini siku ya kiyama Allah anasema mama atamkimbia mwanawe, baba atamkimbia mwanawe, mtoto atamkimbia mama, mtoto atamkimbia baba, na marafiki wote ambao wamesalia wote watakimbiana. Kwa sababu gani? likulli mri'in minhum yawma idhin sha'nu yughnihi, kila mmoja siku ya kiyama atakuwa na jambo ambalo linamtosheleza na kumshughulisha. Kama manabii wa Allah wanapoomba, jamani, tunaomba mwende kwa Allah mkatuombee hesabu zipitishwe, kwa sababu tumesimama kwa muda mrefu hapa katika kisimamo, tumepata kila aina ya adhabu na bado hatujui kwamba ni muda gani Allah atatuhukumia. Tunaomba mtoke mkatuombee kwa Allah apitishe hesabu. Kila nabii katika wale ulul azmi min ar-rusul, kila mmoja atasema nafsi nafsi, lastu adri inna Allah qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab mithlahu qablahu wa lam yaghdab mithlahu ba'dahu. Jamani, mimi mwenyewe sijui nafsi yangu itakuwa katika hali gani. Allah leo amekasirika hasira ambayo tangu aumbe dunia hajawahi kukasirika hasira hiyo, na baada ya kupita siku hii hatakuja kukasirika tena hasira kama hiyo. Kwa hiyo leo sijui nafsi yangu mimi iko vipi, siwezi kwenda kulikoroga kwa Allah. Sijui mimi mwenyewe nina makosa gani, nitoke nikawaombee, nifike kule nikakamatwe? Ni sawa sawa na mtu ambaye amefanya kosa kisha akashikwa akapelekwa polisi, akawekwa lock up, kisha anakuja kuambiwa mtu, bwana, hebu toka nenda kamuombee basi yule, wakati huyo mwenyewe anatambulika kwa makosa. Anakwenda pale, alafu pale ndipo ambapo alifanya makosa na wale askari wa pale wanamtambua vizuri. Akifika pale, kipi kitatokea? Sikajipeleka mwenyewe, kajipeleka mwenyewe. Sasa manabii wote watasema, katika wale ulul azmi min ar-rusul watasema nafsi nafsi lastu adri, mimi mwenyewe sijui nafsi yangu itakuwa vipi, kwa sababu Allah amekasirika leo hasira ambayo hajawahi kukasirika mfano wa hivyo, na wala baada ya leo hatokasirika hasira ya mfano hiyo. Sasa ndugu zangu katika imani, siku ya kiyama ni siku ambayo itakuwa ni ngumu, siku ambayo itakuwa ni nzito. Tukitaka kuzungumzia, jamani, hatuwezi kumaliza. Hadithi ni nyingi, aya ni nyingi ambazo zimekuja kuzungumzia siku hiyo na kuelezea adhabu mbalimbali ambazo zitapatikana katika siku hiyo, hasa adhabu ya moto. Ndani ya moto, tuelewe, ndani ya moto pia kuna adhabu. Mtu atatumbukizwa katika moto, kisha ndani ya moto pia kuna adhabu. Yani sio moto tu fahasib, moto imetosha. Ndani ya moto wenyewe ni adhabu, na ndani ya moto kuna adhabu. Hebu tuangalie, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema narukum hadhihi juz'un min 70. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema moto wenu huu ni kipande, ni sehemu min 70, katika sehemu 70 min nari jahannam, ya moto wa jahannam. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, moto wenu huu ni kifungu kimoja tu katika vifungu 70 vya moto wa jahannam. Maana yake moto huu wa duniani ukali wake ongeza mara 70, ndio rafikia moto wa ukali wa moto wa jahannam. Hebu angalia ni namna gani mwanadamu anavyoweza kuhangaika kutokana na moto huu wa dunia. Moto uosho kule barabarani, unawaka kule, mwanadamu yuko hapa anafuta jasho, anakaa kwa tabu. Sikwambii huo moto wa huko, sikwambii huo moto wa huko na kwamba una kila kiasi gani. Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja alikaa pamoja na masahaba zake, ghafla wakasikia sauti ikiwa imevuma. Masahaba pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam wote walisikia sauti hiyo. Wakamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ma hadha, hii ni nini ambayo tumeisikia? Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia,
hilo ni jiwe ambalo liliachiwa kwenda katika kina cha moto wa Jahannam tangu miaka 70,000. Jiwe hilo linaporomoka na hivi leo ndio limefika kwenye kina, na leo mmekuja kusikia sauti yake. Tangu liachiwe wakati huo bado linaendelea kuporomoka. Mtume anasema na leo ndio limefika katika kina cha moto wa Jahannam. Huo moto ndugu zangu utakuwa na kina kiasi gani? Na hapo mwanadamu atatumbukizwa ndani ya moto huo na atakula kila aina ya adhabu. Miongoni mwa vyakula vyao ni azzaqum. Allah anasema inna shajarata azzaqum ta'amul athim, ni chakula cha waovu. Huu ni mti ambao upo katika aslul jahim, chini ya moto. Mizizi yake, shina lake limeanzia chini ya moto wa Jahannam. Mti huu taluha kaannahu ruusu ashayatin, matunda yake kama vile ni vichwa vya mashetani. Chakula hiki ndicho chakula ambacho watakula watu wa motoni. Na hebu angalia watakunywa nini? Wamekula vyakula hivi vitakwenda kuwakwangua, kwa sababu ni chakula ambacho kina miba, ni miba. Watakula kitaanza kuwakwangua makoo yao, kuwaumiza chana. Kisha watakapotaka kinywaji kunyweshelezwa kutokana na kiu, watanyweshelezwa maji ya moto yaliyochemka ambayo yapo katika joto la hali ya juu. Wasuqu ma'an hamima faqatta'a am'aahum, Allah anasema watanyweshelezwa maji ya moto. Hayo maji yatakapoingizwa tu katika tumbo, moja kwa moja yanakwenda kukatakata matumbo yao, tumbo wao wa ndani katakata kabisa. Jambo sio jepesi tunalizungumza leo hapa. Kuna baadhi ya watu wanaweza kaona labda ni kama kujifurahisha, wakaona ni jambo la kawaida, lakini wallahi ni jambo zito. Ni jambo ambalo kila mmoja atakiwa akae chini na kulifikiria kwa undani wake, kwamba tutakuwa tupo katika hali gani. Na hivi ndivyo ilivyo. Mimi na wewe hatujui kwamba tutafikia katika nafasi gani, kwamba tutakuwa katika hali gani, kwamba ni katika watu ambao Allah tabaraka wa taala amewakadiria kwamba wataingia katika pepo yake, watazipata rahma zake, au ni katika watu ambao Allah tabaraka wa taala amewakadiria kwamba wataingia katika moto wa Allah na kukumbana na adhabu za kila aina. Tunamwomba Allah tabaraka wa taala tunusuru kutokana na taabu na adhabu za siku hiyo, fa innahu waliyu dhalika wal qadiru alayh. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا ممن تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم إننا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم ثبت أقدامنا يوم تزيغ الأقدام. اللهم ثبت أقدامنا يوم تزيغ الأقدام واجعلنا ممن سيحاسب حسابا يسيرا ولا تجعلنا ممن سيحاسب حسابا عسيرا، فإنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.